mkoa wa Mbeya ambaye inasemekana anakuja kugombea. Sasa sijajua kama ni kweli ni maneno yake ama ni maneno, kwa sababu tunaona kwenye mitandao ya kijamii inapita kwamba mheshimiwa mbunge wa viti maalum, mbunge wa viti maalum Chadema ataondoka kwenye chama chao siku ya tarehe 28 saa 5 asubuhi na kuja kwenye chama chetu kugombea. Sasa ni mambo ambayo tunaweza tukazungumza tu kwamba sijajua kama hizi taarifa ameziridhia. Pengine tunaambiwa kwa mkutano pale Tukuyu mjini akieleza kwamba ataondoka hiyo saa 5 asubuhi siku ya tarehe 28 kuja kugombea. Si kugombea. Sasa sina imani, kama mimi sikuwepo, lakini ninachoweza kueleza na kueleza umma wa wanachama cha Mapinduzi ni kwamba chama chetu kwa tugawani vyeo, huku tunaunganishwa na imani zaidi. Sisi chama unaweza kusema mtu eti mimi nakwenda kugombea. Wewe unakuja kugombea, sio kuja kujenga chama chetu. Unakuja kugombea. Sasa wewe unasema nakuja kugombea, pengine yes labda, lakini katiba yetu iko wazi. Katiba ya Chama cha Mapinduzi iko wazi, inaeleza katiba ya mwaka 77 toleo la mwaka 2022 inaeleza wazi ni nani anapaswa kuwa mwanachama wa chama hiki. Kwa hiyo ana fursa, kwa sababu katiba yetu inatoa mwongozo kwamba raia yeyote ambaye ana miaka 18 anaruhusiwa kuwa mwanachama wa chama hiki. Kwa hiyo hata mheshimiwa Mwakagenda kama anakuja na atakuja kwenye chama chetu, si yeye tu, na imani utekelezaji wa viwango uliotukuka utekelezaji wa viwango vya ilani ya Chama cha Mapinduzi unawavutia. Watakuja wengi tu, sio kutoka Chadema, pengine pia Chauma, TLP, pengine tutasikia ACT, tutasikia kama wanakuja kuunga mkono juhudi ambazo na jitihada ambazo zinafanywa na mwenyekiti wetu wa chama ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo katiba yetu iko wazi, inaeleza. Katiba ya mwaka 77 toleo la mwaka 2022 inaeleza wazi ni nani anapaswa kuwa mwanachama. Kwa hiyo raia yoyote, lakini kuna masharti. Ni katiba yetu inayotoa masharti kwa mtu anayetaka kuwa mwanachama wa chama hiki. Yako masharti. Ukienda kwenye ibara ya 8 ya katiba unaweza ukaona masharti ya wanachama. Ili uwe mwanachama lazima uwe kwanza ukubaliwe. Sasa tujajua kama mwenzetu tayari ameshakubaliwa wanachama, kwa sababu unatakiwa uombe pia wanachama. Unakwenda kuomba kwa viongozi wako watawi. Ndio katiba yetu inayosema. Uwe raia safi, usiye na mawaa, lakini nenda kwenye uongozi wako watawi kaombe ridhaa ya wanachama. Wao watakupa masharti ya namna gani uenende ili uweze kupewa wanachama. Kwa hiyo mwenzetu kama anakuja na pengine labda anaona kwamba anakuja kugombea, sidhani kama ni sahihi sana. Yeye kama na imani hiyo anaona chama chetu kimefanya kazi kubwa na utekelezaji wa ilani umetukuka na wa viwango, basi tunamkaribisha. Lakini si yeye tu, tunakaribisha wananchi wote ambao wanataka kuunga mkono chama hiki. Hiki ni chama cha wote. Lakini unaposema nakwenda kugombea, sasa wewe bwana unakuja kufuata huku hatugawani vyeo, unafuata cheo na unakuja kufuata imani. Kwa hiyo utajazishwa fomu pale na mwenyekiti wako watawi. Ndio tawi lile litakujadili. Ndugu Meji, lile tawi litakujadili kama unazo sifa. Ibara 8. Ukienda sehemu ya pili, ya katiba yetu ile, yako masharti. Watakujazisha fomu. Naam. Ndipo watakujadili na halmashauri kuu ya tawi itaona kama aidha kwa katiba yetu toleo la mwaka 2022 ndio inaposema. Itaona kama inafaa wanachama wako unatija kwa ujenzi wa chama chetu. Wanachama wako na uomba hauna shida kwenye chama chetu, huwezi kuleta migongano, huwezi kuleta migogoro. Ni wanachama utakaovutia wa maelfu na mamia wanachama wengine kuja huko. Utapewa wanachama. Lakini kwamba kuna pressure kubwa, eti yule alikuwa mgombea wa Chadema mwaka 2020 jimbo la Rungwe, baadaye akawa mbunge wa viti maalum anakuja huko. Kwa hiyo akija huko sasa nyewe mnatumbo yote.
hatuwezi kuwa na tumbo joto kwa sababu kwanza sio mwanachama. Tujajua kama ni tawi gani atakwenda huko kuomba huo wanachama. Na je, atakubaliwa? Kwamba je, huo wanachama wake utakuwa una manufaa kwa chama chetu? Sasa lazima hiyo pia iangaliwe na wale watu wa tawi hilo. Kama huyu mtu tunapompa ni faida, ni mtaji, ni asset ama ni liability. Ndipo yanaangaliwa, si tu kwamba kwa sababu ni raia una miaka 18 na kuendelea ndipo unaweza kupewa. Kuna wengine wanaweza kuzuiwa kutokana na maslahi makubwa ya chama. Unaweza kuzuiwa usipewe wanachama. Kwa hiyo huyu bwana bado sio mwanachama. Tunazungumza kwa sababu tunaona kwenye mtandao na wewe umeniuliza kwamba inakueje pengine, lakini lazima tufanye haya mambo tuyazungumze, wanachama wetu wengine pengine wajue kwamba tunayo katiba ambayo pia inatoa mwongozo wa namna gani mtu anaweza kujiunga na chama hicho. Lakini tunasema kwamba ile kamati ya siasa ya mashauri kuu ya tawi ndio itaamua kama kumpa wanachama. Na sasa baada ya hapo ni masharti gani sasa atatakiwa awe nayo, kwa sababu mimi nitakueleza ndugu Meji, ibara ya 12 ya katiba hiyo ya mwaka 1977 tulio mwaka 2022, kwa sababu pengine labda hatujafahamu kwamba mheshimiwa mbunge huyo wa viti maalum kwamba alikuwahi kuwa CCM. Kama aliwahi kuwa CCM baadaye akaenda Chadema, yako masharti pia. Masharti hayo yamesemwa kwenye ibara ya 12. Ni kwamba mtu huyu ataomba kuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini akisha kuomba kuwa mwanachama wa Mapinduzi kwa lile tawi, ndipo lile tawi litajadili kuona mtu huyu aliyehama akahamia chama kingine anarudi, iko haja pengine wakasema iko haja ya kumrudisha mwenzetu. Na chama hiki kimekuwa kikifanya hivyo. Watu wamekuwa kiingia wanatoka, wanaingia wanatoka, wala si dhambi. Lakini sasa unaposema kwamba anakuja kugombea, na ndio swali unaloniuliza. Ibara hiyo ya 12 ya katiba yetu tolewa mwaka 2022 ndio inaongea habari hizo. Inaziongelea habari kwamba mtu huyu ambaye alihama amerudi sasa, amerudi kwenye Chama cha Mapinduzi, atatakiwa kukaa miaka 3. Akae kwanza miaka 3, mfuatilie kwanza. Ndio katiba yetu inavyosema. Atatakiwa kukaa miaka 3. Miaka 3 hiyo akifuatiliwa kwa karibu na viongozi wake watawi, mienendo yake na mchango wake kwenye chama chetu. Mienendo yake na mchango wake kwenye chama hiki, ndipo ataruhusiwa kugombea baada ya miaka 3. Lakini ndio katiba hiyo fungu la uongozi fungu la 2 inazungumzia pia hivyo hivyo kwamba mtu huyo ikionekana kwa mujibu wa katiba yetu imeipendeza kamati kuu, inaweza kaamua vinginevyo. Kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi ndipo inaweza kuamua vinginevyo kwamba ile kipindi cha miaka 3 pengine kiangaliweje. Kamati kuu ya CCM taifa. Lakini kamati kuu itaangalia kwa maslahi mapana ya Chama cha Mapinduzi. Ni chama hiki ambacho hakiwezi kuwa na vijana wengi wa kike na wa kiume wanaokitumikia na kukipigania, ambao fursa ziko ndani ya chama chao na serikali yao. Ukasema mtu mmoja ametoka huko anasema nitakuja kugombea. Hizi ni fursa za vijana wa Chama cha Mapinduzi. Kama wanahitaji kugombea, wanatakiwa kugombea. Wako watu wamejenga chama chetu, wametoka jasho na chama hiki, wametoka nacho mbali. Sasa kama ziko fursa za kugombea, pengine kuchaguliwa na kuchagua, kipaumbele cha kwanza tutakiwa kuwa ni watu wa CCM kwanza. Ndio watu wa CCM kwanza, kwa sababu ndio chama chao ambacho wamekifia. Sasa wewe siku moja, siku hiyo sijui hata sasa mimi sielewi, unajua napata hizi taarifa na najaribu kutafakari. Wewe siku moja hiyo utatakiwa uwe tayari umeshafika, bunge limevunjwa, kwa sababu pia anasubiri nasikia bunge livunjwe. Sasa siku hiyo moja bunge limevunjwa, unataka kukimbia ukatafute tawi, lile tawi ujaze fomu wa kujadili, kwa sababu huwezi kuwapa muda kwamba nijadili leo na leo nataka majibu. Lile tawi likujadili
Siku hiyo hiyo limeshakukubalia. Siku hiyo hiyo umekimbia kwenda kugombea kwenye chama ambacho imani yake huijui, kwenye chama ambacho itikadi yake bado hujajifunza, kwa sababu kwenye ibara ile ya kwenye fungu ile la pili ile kwenye ibara ile na masharti mengine ni pamoja na mafunzo. Huyu mtu anatakiwa kupewa mafunzo kwenye eneo lake la tawi lake, mafunzo ambayo yatakuwa ni itikadi na siasa za chama chetu. Sasa wewe siku moja hiyo hiyo umeshapewa mafunzo tayari, umeshapata usajili, umepewa tawi lako limeshakusajili, hapo tayari umekwenda kugombea. Kwa hiyo napata ukakasi sana kwa kweli kwamba hata kama kuna uhaba wa wagombea katika ndani ya Chama cha Mapinduzi, hatuwezi kufikia hatua hiyo ya kwamba tuna uhaba wa kiasi hicho. Tunazo rasilimali, tuna rasilimali watu ndani ya chama hiki wenye sifa za kugombea, wala hatujapungukiwa. Mimi ningesikia kwamba anakuja kujenga chama chetu kwa maana ya kuja kumsaidia Dr. Samia katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo ambayo kwa kweli ni ya kutukuka, mimi ningekubaliana na wewe kwamba kwa kweli yes. Lakini unaponiambia anakuja kugombea napata shaka sana juu ya maamuzi yao, kama ni kweli ni ya kwake. Uji kugombea huko atugawani vyeo. Huku unataka ujifunze itikadi ya chama chetu na siasa ya chama chetu. Na una lazima, kwa mfano nitakueleza, ziko fomu za ubunge ninazo hapo. Zinasema umri wako katika chama chetu. Sasa huyu umri wake utakuwa umri wa masaa. Ana umri gani kwenye chama chetu aje kugombea? Kwa maslahi yepi ya chama? Unaposema atakuja kugombea, umri wake unasema kwenye hizo fomu ninazo hapa, fomu za wagombea ubunge. Utatakiwa kuangalia mchango wake huyu bwana kwenye chama chetu. Sasa siku hiyo hiyo moja tawi limekusajili, siku hiyo hiyo moja umepewa mafunzo ya itikadi na siasa yetu, siku hiyo hiyo moja umeanza kutoa michango ya ukichangia chama chetu. Siku hiyo moja upate teuzi. Kwa sababu ninapokueleza ile miaka mitatu ninayokuambia si ya tawi. Inapofika mahala kwamba huyu mtu alihama, pengine sijui kama alishakuwa kwa mwana CCM. Kama alishawahi kuja, kama alishakuwa mwana CCM kabla, ndipo yale maamuzi yanatoka kwenye tawi yanakwenda kwenye ngazi ya kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya wilaya. Inatoka tena kule. Wao ndio wanaenda kujadili. Inaondoka kwenye tawi inakwenda kwenye halmashauri kwenye kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya wilaya. Ndio inakwenda kujadili, je, kuna umuhimu huyu mtu ambaye aliondoka sasa amerudi, sio kwamba kugombea, na kueleza kuna umuhimu wa kukubali ombi lake. Na baada ya hapo akishamkubalia, ndipo atatakiwa kukaa miaka mitatu. Sasa atatakiwa kukaa miaka mitatu, akishakaa miaka mitatu ndipo itaonekana kama inafaa hawezi kutafuta nafasi za kugombea kwa chama chetu. Kwa hiyo hiki chama na kuhakikishia si chama cha kuzua migogoro au pengine labda kuchukua watu kutoka huko kuleta pressure, ama labda kuondoa mshikamano wetu, umoja wetu, pengine labda kama kujaribu kuleta sintofahamu. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo tunafahamu chama chetu kinazo taratibu, tunazo katiba, tunazo kanuni za uongozi. Tuna kanuni za uongozi ambazo tunazo kanuni, ndio tunazo, za uteuzi wa viongozi wa kwenye vyombo vya dola. Zinatoa masharti pia. Hili huyu mgombea wetu tumpeleke kwenye uwakilishi wa dola, anapaswa kuwa mtu wa namna gani? Kwanza amehudhuria vikao vya kwenye tawi lake vingapi? Kwa sababu kwenye fomu inasema. Wewe umehudhuria vikao vingapi kwenye ngazi ya tawi ili kufanya maamuzi ya kujenga chama chetu, kukieneza chama chetu? Umefanya kazi hiyo ya kukieneza chama hiki? Sasa kama wewe hujai kusubutu hata kikao kimoja cha tawi yako, ndio hicho cha kwanza cha kuomba kuwa mwanachama, huo mchango wako ukieneza chama chetu, kukilinda na kukitetea, hatujai kuuona. Zaidi uko unakipiga chama hiki. Alafu siku hiyo moja umeshavunja bunge ndio unakwenda kugombea. Ni vitu vya ajabu ambavyo kwa kweli sidhani kama vitatokea, pengine labda tuendelee kusubiri. Na hata kama iko nafasi na fursa, nimesema vijana wako rasilimali ndani ya chama chetu, si tu vijana, wazee, wanawake wanaruhusiwa kwenye chama chetu kugombea, ambao wametumia muda wao na jasho lao kukijenga chama chetu. Lakini ukiacha hayo, mimi nitakueleza
ukiacha hayo ya kwamba anakwenda kugombea, ni chama hiki ambacho utaona utekelezaji wa miradi lukuki ya maendeleo. Sasa unahitaji kukopa timu, unahitaji kukopa ili iweje? Una timu tayari maeneo na unakopa mchezaji wa nini tena? Kwa hiyo mimi ninaweza kukueleza kwamba chama chetu kiko imara sana kuelekea uchaguzi mkuu. Tutasikia mengi, na haya ni mambo ambayo kuelekea uchaguzi mkuu ndio kuna joto, ndipo tutasikiliza hiki, tutasikia haya na msipokuwa makini. Lakini chama hiki kimepevuka, ni Chama cha Mapinduzi, kimezoea kutuliza mawimbi ya namna hii, hasa nyakati za uchaguzi. Huyu utasikia huyu anakuja kugombea, huyu anakuja kwa mtu wa nani. Haya ni mambo ya kawaida. Lakini unasema nasubiri bunge livunjwe. Mimi nadhani singesubiri bunge livunjwe. Sasa unasubiri je bunge livunjwe ndipo ule uhamie huku, watu wanasema anasubiri mafao yake. Sasa wewe unakipenda chama na unasubiria mafao gani sasa? Tunaye mwana CCM mwenzetu katika historia ambaye aliondoka na lazima mafao haya, alipoamini katika siasa na itikadi za Chadema. Ndugu yetu mmoja anaitwa Fred Mpendazoe, aliondoka Comrade Mpendazoe wakati ule, akaacha bunge na maslahi yake akaenda Chadema, kwamba nakuja kuwatia moyo na kuja kuwaunga jitihada, na ndipo mchango wangu huu na sacrifice hiyo nani hiyo lapsa ya kinua mgongo. Sasa wewe mpaka unasubiri kinua mgongo ndio uje pia kugombea. Sasa kwanza chama chetu kama nilimwambia kwenye katiba inasema sifa za mwanachama, lakini sio sifa tu, wajibu wa mwanachama, lakini si tu wajibu, sifa za kiongozi. Moja ya sharti tunalokuwa na katiba yetu ni kwamba usiwe mtu mwenye tamaa. Ndio ipo kwenye katiba yetu mwaka 1997 tuloa mwaka 2022. Usiwe mtu mwenye tamaa. Sasa ukiwa mtu mwenye tamaa, unasema mimi nitakuja huko kugombea, sio kuja kujenga chama kukieneza. Wewe itakuwa ni historia. Kwa hiyo nikwambie ndugu mimi, nikuhakikishie na watazamaji na wasikilizaji, ni kwamba nadhani pengine ni maneno tu yatakuwa ya mtaani. Hata kama yeye anataka kuja, anakaribishwa, si yeye tu, na wanachadema wengine wote, hata wabunge wale 19 tutamani wajiunge na chama chetu. Sio wajiunge kuja kugombea, waje tuendeleze kazi ya kuendeleza chama chetu, kukitetea chama chetu, kukilinda chama hiki. Ndio kazi na wajibu wa mwanachama. Lakini unasema mimi nakwenda kule kugombea, sasa nakuwa pia tuna imani na mapenzi yako na chama hiki. Tunaanza kuwa na shida ya kutafsiri mahaba ulionayo ni aidha ni hicho cheo ama wanachama sisi. Kwa hiyo nikwambia kuna pressure, kwa sababu mambo ni mazuri yamefanyika, mambo ni makubwa sana katika kipindi cha miaka mitano. Tunajivunia kwa kweli utekelezaji wa ilani uliotukuka. Chama hiki kinatembea kifua mbele chini ya uongozi wa Dr. Samia. Ameendelea kutuongoza vyema kama chama, mwenyekiti wetu wa CCM Taifa, lakini pia ameendelea kufanya kazi nzuri kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amefanya kazi kubwa kwenye eneo la maji, amefanya kazi kubwa kwenye eneo la elimu, amefanya kazi kubwa kwenye sekta ya afya. Dr. Samia amefanya kazi kubwa sana kwenye miundombinu ya barabara. Kwa hivyo tunakwenda kumheshimisha Dr. Samia. Nadhani hizi project zingine zinataka kutuondoa kwenye reli tu hivi, kutuondoa kwenye mambo yetu ya kujipanga kutafuta kura nyingi za ushindi za kishindo. Inawezekana ni propaganda pia za